Vizuri sana mwanafunzi msikilizaji. Ni matumaini yangu kuwa umemwelezea maana sawa ya neno pipa. Rehema, tueleze maana ya neno pipa. Pipa ni shimo la kutupa takataka. Asante sana Rehema kwa kujaribu. Juma, hebu tusikie maelezo yako. Mimi nafikiri pipa ni mahali pa kutupa uchafu. Shukran Juma na Rehema kwa kujaribu. Nitaelezea zaidi ili tuelewe tofauti. Pipa ni debe la kutupia uchafu, ilhali shimo la kutupia takataka huitwa jaa. Rehema, tupe mfano wa sentensi ukitumia neno pipa. Wanafunzi walipeleka takataka kwenye pipa. Shukran sana Rehema kwa jibu lako. Mwanafunzi msikilizaji, neno la tatu ni taka. Neno la tatu ni taka. Mwanafunzi msikilizaji, ni nini maana ya neno taka? Ni nini maana ya neno taka? Vizuri sana. Ni matumaini yangu kuwa umeelezea vyema maana ya neno taka. Rehema, neno taka lina maana gani? Taka linamaanisha uchafu. Asante sana Rehema. Taka ni vitu vyovyote vinavyochafua mazingira. Ili kutunza mazingira, hakikisha unatia takataka kwenye pipa au jaa. Mwanafunzi msikilizaji, unafikiri utajifunza nini katika hadithi ya mazingira ya binadamu? Mwanafunzi msikilizaji, ni matumaini yangu umefikiria utakachojifunza katika hadithi ya mazingira ya binadamu. Hebu mwambie mwenzako. Juma, naona unafikiria. Je, unafikiria nini? Ninafikiria nitajifunza kuhusu mazingira. Vizuri Juma. Rehema, nawe je? Nitajifunza vitu vinavyopatikana katika mazingira. Vyema sana Rehema. Basi ni wakati wa kusikiliza hadithi. Tusikilize kwa makini ili tuelewe hadithi. Baadaye tutajua kama yale uliyoyafikiria yalifanyika, pia mtayajibu maswali. Mazingira ya binadamu. Miti, misitu, wanyama, maji, nyumba na hata binadamu wengine. Ni muhimu kuyatunza na kuyathamini mazingira ili kulinda afya. Kwanza, mtu anafaa kuanza kwa usafi wa mwili wake. Ili kuimarisha usafi wa mwili, mtu anapaswa kuoga, kukata kucha na kuchana nywele. Oga, oga, oga we, mwili uwe safi, oga we. Kata, kata, kata we, kucha ziwe safi, kata we. Chana, chana, chana we, nywele ziwe safi, chana we. Fua, fua, fua we, nguo ziwe safi, fua we. Usafi wa nyumba pia ni muhimu. Nyasi karibu na nyumba lazima zikatwe ili mbu wasipate makao. Taka zote ziwekwe katika pipa la taka. Choo pia
kiwe safi. Ufagio wa chooni ni vyema ubaki chooni na usitumiwe kufagia nyumba. Ni muhimu maji yahifadhiwe na yasichafuliwe. Isitoshe, mitaro ya maji taka haifai kuelekezwa mitoni. Kila pahali taka zinafaa ziokotwe na kuzolewa kila siku. Usafi wa mazingira ukidumishwa, magonjwa yatapungua. Taifa litakuwa na watu wenye afya. Watu wenye afya hufanya kazi kwa bidii. Usafi wa mazingira ni kinga dhidi ya maradhi na umasikini. Mazingira machafu hueneza maradhi ambayo tiba huwa polepole na ya gharama ya juu. Je, ni nani asiyejua thamani ya mazingira safi? Ni nani asiyejua thamani ya mazingira safi? Usafi wa mazingira ni usafi wa maisha. Tufagie nyumba zetu na uwanja tutakase. Tuoshe vyoo na bafu kwa sabuni hata maji. Usafi ukidumishwa, magonjwa yatapungua. Hadithi nzuri sana hiyo, maana tumejifundisha mambo mengi. Kuna mambo mliosema yatafanyika. Juma, je, yale uliyoyasema yalifanyika? Naam mwalimu. Hadithi imetaja mambo mengi kuhusu mazingira. Asante Juma. Rehema, nawe je? Ndiyo mwalimu. Nilisema nitajifunza kuhusu vitu vinavyopatikana katika mazingira. Katika hadithi tumeelezwa jinsi ya kutunza vitu vinavyopatikana katika mazingira yetu. Nimefurahi mmesikiliza hadithi kwa makini na kuielewa. Sasa ni wakati wa maswali. Swali la kwanza. Usafi wa mwili ni nini? Usafi wa mwili ni nini? Mwanafunzi msikilizaji, mweleze mwenzako maana ya usafi wa mwili. Ni matumaini yangu umeeleza vizuri. Juma, ni nini maana ya usafi wa mwili? Kudumishwa ili tusipatwe na magonjwa. Swali la pili. Kwa nini ni muhimu kukata nyasi? Kwa nini ni muhimu kukata nyasi? Mwanafunzi msikilizaji, hebu mweleze mwenzako. Ni matumaini yangu kuwa umepata jibu sahihi. Rehema, kwa nini ni muhimu kukata nyasi? Ili mbu wasipate makao. Vizuri sana Rehema. Mwanafunzi msikilizaji, kutokana na hadithi yetu, tumejifunza kuhusu mazingira ya binadamu. Tumesoma vitu vinavyopatikana katika mazingira ya binadamu. Pia, tumejifunza jinsi ya kuyatunza mazingira haya. Kwa kazi ya ziada, hakikisha umemsaidia mzazi au mlezi wako katika kutunza mazingira nyumbani kwenu. Hakikisha umemsaidia mzazi au mlezi wako katika kutunza mazingira nyumbani kwenu. Sasa,
tutamkaribisha Captain Tumaini atueleze ujumbe muhimu. Baraka, uko sawa? Wazazi wangu wameniambia nyanyake naye ana COVID. Na Naya je? Natumai ako sawa. Captain Tumaini! Hamjambo, kupambana na ugonjwa wa COVID nyumbani kwetu ni hali halisi. Kama nyanyake Naya ana COVID, inabidi Naya ajitenge na wengine hadi nyanyake apone na Naya awe sawa pia. Lazima waende hospitalini? Sio lazima kwa watu wengi walio na COVID kwenda hospitalini kama sio wagonjwa sana. Kwa hivyo wanaweza kaa nyumbani? Ndio, bora wanazingatia maagizo ya kutibu COVID nyumbani. Wanapaswa kudumisha umbali wa mwili na kuvaa barakoa kila wakati. Labda kusaidia, tunaweza kuimba wimbo nje ambapo anaweza kutusikia, au kuchora picha, au kuandika barua. Wazo nzuri Elsa, itakuwa poa na salama kuimba nje. Nina sauti bora zaidi. Naonawa mikono vamos. Endelea na mazoezi Baraka, na tukumbuke kumkaribisha Naya na watoto wengine kucheza wakati itakuwa salama kwao. Nawa mikono vaa mask, social distancing ni a must. Ujumbe huu umeletwa kwako na serikali ya Kenya kwa ushirikiano na USAID. Shukran sana Captain Tumaini na marafiki zako. Asanteni Rehema na Juma kwa kushirikiana